Sista mapacha walioa siku moja. Gari lililotumwa kumchukua dada mdogo lilikuwa gari la anasa. Hata hivyo, lile la dada mkubwa lilikuwa lori duni. Kwa kutumia nafasi hii, dada mdogo alimtukana dada mkubwa akisema anastahili kuoa mtu masikini tu. Baada ya kusema hayo, alipanda kwenye gari la anasa na kuondoka, lakini hakujua familia ambayo dada mkubwa aliolewa nayo ilikuwa na utajiri usio na kipimo. Alipofika nyumbani kwa mume wake, msichana aliona kuwa mama mkwe wake kwa kweli alikuwa akitumia magari ya anasa kukaushia samaki. Wakati wa chakula, alishtushwa zaidi. Vijiti vya kula vilikuwa vimetengenezwa kwa fedha safi. Chakula kwenye meza ya kulia kilikuwa hata sahani maarufu za mikahawa ya Michelin. Wakati huu, mume wake ambaye ni muuzaji samaki alirudi. Ilikuwa mkutano wao wa kwanza. Alimpa zawadi iliyofungwa kwa kitambaa chekundu kwa mkewe. Msichana alidhani ni mfuko wa samaki wa bei rahisi, ikawa ni rundo kamili la dhahabu, lakini mama mkwe wake alidhani zawadi aliyotoa mwanawe ilikuwa rahisi sana. Kwa hiyo mume wake akampa msichana boksi nyingine. Ilikuwa imejaa vito vya almasi. Ghafla alitambua kuwa ameoa tajiri mfalme. Upande wa pili, ingawa dada mdogo wa msichana alioa katika familia tajiri, yeye alifanya kazi ya mtumishi kila siku. Mara moja alipokosea, angekabiliana na matukano kutoka kwa mama mkwe wake. Ili kudumisha utambulisho wake kama bibi tajiri, ilimbidi uvumilie na akakubali kuwatumikia. Lakini kwa upande wa dada mkubwa, ijapokuwa alikuwa na utajiri usio na kipimo, bado alifanya kazi ya kusambaza chakula kila siku. Siku moja, mume wake alimwalika kwenye karamu kwa muda mfupi. Msichana aliingia ukumbini na kuvaa mavazi. Kwa bahati, dada mdogo wake pia alionekana huko. Dada mdogo alichukua glasi ya divai na akamininia, akisema hii sio mahali pa watu masikini kuja. Kwa kweli, hii ilikuwa karamu ya kutangaza utambulisho ambayo mume wa msichana alimfanyia, lakini dada mdogo alimtazama kama mwizi. Alimpekua dada mkubwa na akapata shanga la almasi juu yake. Kwa uwezo wa dada mkubwa, hakuweza kumudu hata kidogo. Waliamua kumkabidhi msichana kwa polisi. Wakati huu, mume wa msichana alifika eneo la tukio, lakini kabla hajaweza kufungua kinywa kueleza, dada mdogo wa msichana alimshtaki kwa uongo kuwa ni mshirika wa msichana na akawafungia pamoja nao. Hakuna mtu kwenye eneo hilo aliyemjua mwanamume huyo. Kwa bahati, msaidizi wa mwanamume huyo alionekana kwa wakati. Alimkaripia mwanamke huyo mwenye kupenda mtu anayefanikiwa na mume wake. Mwishowe, mwanamume huyo alimchukua msichana hadi kwenye jukwaa na akamtangazia wote kuwa yeye ni mke wa kadhi.